Tuendelee na sehemu ya 4 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Zaza. Sehemu ya 3 tumeishia pale ambapo baada ya Zaza kutoka na Kasim amerudi asubuhi, tofauti na masharti ambayo aliambiwa na mama yake kwamba atarudi tu saa 2 usiku kama ikifika, lakini yeye akaamua kulala kule kule. Lakini pia mbali na hilo tu, Zaza tayari ametolewa usichana wake bila yeye kutarajia. Je, ni nini ambacho kinafata? Ni kusisitize tu kwamba endelea kusubscribe, kulike na kucomment katika chaneli yetu hii ili wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii. Ni Zaza sehemu ya 4. Baada ya mama kuniambia naongelea mbali, nilimsogelea huku nikijikaza ili asigundue kama mwendo wangu umebadilika. Zaza, nilikuruhusu utoke hapa uende kwa huyo Kasim kwa moyo mweupe kabisa. Nikakuambia ikifika saa 2 huo umesharudi. Kwa nini umevunja makubaliano yetu? Nilijisahau mama, nisamehe tu. Sawa, umelala wapi? Ulilala sehemu gani? Mama, Kasim alipoona usiku umekuwa mkubwa akanipeleka nyumbani kwa dada yake. Nyumbani kwa dada yake? Ndiyo, aliniambia kule ndo kuna usalama zaidi. Kwa kweli nilizidi kumdanganya mama, kwani haikuwa hivyo kabisa. Zaza, una uhakika? Nikajigundua nimemdanganya. Zaza, nikija kugundua umenidanganya utaniona mbaya kweli. Sijakudanganya mama, huo ndo ukweli wangu mama. Na mbona huna furaha? Ulipoondoka hapa jana ulikuwa unarukaruka kama kipepeo, lakini leo unarudi kama mfiwa. Umenielewa vibaya tu mama. Hapa nimechoka mno, ndo maana si unajua tena kulala ugenini hata upate usingizi. Nishazoea kigodoro changu mwenyewe. Nilifozi kutabasamu. Sawa, nenda ndani kapumzike. Na kabla sijasahau, kuanzia kesho mtaanza kurudi ziwani, kimbunga kimeshaisha. Afadhali, nimemisi vibaya mno mama. Haya, nenda. Sawa. Niliingia ndani nikisindikizwa na macho ya mama. Alipata wakati mgumu kuniamini hata kidogo. Alijua kuna kitu kilitokea na sikumuweka wazi. Kuliko anifosi niseme ni kipi, aliona ni heri aniache. Siku yakinifika kooni lazima ningeongea tu. Basi, nilipoingia chumbani, cha kwanza nilizipiga namba za Kasim. Simu iliita tu bila kupokelewa. Nilipojaribu kwa mara nyingine, ikawa imezimwa kabisa. Nilijihisi vibaya mno, lakini haikunizuia mimi kuandika meseji. Habari Kasim, na kujulisha kuwa nimefika salama na asante kwa usafiri. Hata meseji haikupata majibu msikilizaji. Yaani hadi leo sijuagi kama ile meseji ilisomwaga au ilipotelewa hewani. Tangu wakati huo sikuwahi kumsikia tena Kasim redioni. Kipindi chake kiliendelea, lakini mtangazaji hakuwa yeye. Watu walijiuliza maswali mengi sana. Kuwa alienda wapi Kasim? Kwa nini aache kipindi ghafla tu bila hata kuaga mashabiki zake? Hii ilifanya redio ikose wasikilizaji wengi na kupoteza mvuto kama zamani. Hakuna aliyeongoza kipindi vizuri kama Kasim, na ndio maana walifanya jitihada za kumrudisha bila mafanikio. Upande wangu, baada ya Kasim kupotea, niliacha kabisa kusikiliza redio. Akili yangu nilihamishia kwenye uvuvi kama ilivyokuwa kipindi cha nyuma, hadi mama akafurahi sana. Sasa siku moja tukiwa ziwani na wenzangu, nilianza kuhisi hali ya utofauti kidogo. Kwanza, nilikuwa mchovu na mvivu sana. Nilipoambiwa nirushe nyavu niligoma au nilifanya taratibu kweli. Pili, kila wakati nilikuwa natapika bila mpangilio. Na tatu, kununa na kukasirika bila sababu za msingi. Ikawa mpaka wavuvi wenzangu wanaogopa kuniongelesha, maana ningegombana nao tu. Lakini mzee mmoja, jina lake Mbezi, alijua kinachoendelea. Yeye alikuwa kiongozi wetu. Nilipokuwa nafanya makosa, alinyamaza kimya na kutabasamu tu. Basi, tulipomaliza kuvua tuligawana samaki na kila mtu akaenda njia yake. Lakini kabla sijaondoka, mzee Mbezi aliniita pembeni na akaanza kuniuliza, Zaza binti yangu, naomba tuongee kidogo. Sawa mzee. Niliweka ndoo yangu chini na kumfuata nikiwa nimevuta mdomo. Vipi hali yako? Nipo sawa tu mzee. Nimeona tangu wiki ianze umekuwa ukitapika tu. Nikahisi mgonjwa. Hapana, mimi sio mgonjwa kabisa, niko fiti mzee wangu. Sawa, ila Zaza,
naomba kesho uende zahanati, usije ziwani. Kwa nini niende zahanati? Mzee, mimi siumwi. Nalijua hilo. Kama mzee wako na kushauri uende, sawa binti yangu. Ni muhimu sana. Mimi siendi bana. Usipoenda sitakuruhusu upande chombo changu. Yamekuwa hayo tena mzee wangu. Haya, nitaenda, na kama sitakutwa na ugonjwa utakuwa wa kwanza kujua. Kweli Sawa Zaza, unaweza kwenda sasa. Mzee yule bwana alitabasamu, asijue moyoni alinikera sana. Lile wazo la kwenda hospitali bila ugonjwa sikulipenda. Nilibeba ndoo yangu iliyokuwa na samaki kidogo wa kwenda kula nyumbani. Nikawa natembea hatua 5, naweka ndoo chini kisha napumzika. Nilifanya hivyo hivyo hadi Zuri akanikuta njiani. Alinishangaa sana, hadi yeye alitambua tofauti iliyokuwa juu yangu. Zaza, mbona umekaa njiani? Nimechoka vibaya mno mdogo wangu. Kama umechoka, basi utakuwa umebeba samaki wengi. Alikimbilia kwenye ndoo akaona samaki wa saizi ya kati, hata 10 hawafiki yani, na ndoo haikuwa nzito kabisa. Nini unaniangalia hivyo? Nashangaa sababu hawa samaki sio wazito. Useme ndoo haibebeki, na sio mara ya kwanza kufanya hivi. Unataka kusema nini? Nimekuwa nikikuangalia tu tangu wiki ianze. Hufanyi kazi tena kama zamani. Kila wakati unalalamika umechoka na unalala hovyo. Yaani na wewe umeshaanza kuniletea sera zako kama za mzembezi, sio? Sijui mmetumwa mje mnikele mchana huu? Dada Zaza, naomba nikuulize, sio kwa ubaya lakini. Haya, uliza. Una mimba? Nini? Nilishtuka sana, haraka nikasimama na kumtazama. Kabla ya kumjibu, nikakumbuka sikuona siku zangu na nikahisi huenda ni hali ya hewa. Nitahisije hali ya hewa wakati nililala na mwanaume bila kinga? Mimi ni mjamzito kweli au nahisi vibaya? Mungu wangu, nilinyong'onyea sana kusikia maneno yale. Mbona hunijibu dada? Sikujibu sababu huna akili. Utaniulizaje swali ambalo halina maana kabisa? Lina maana kubwa sana dada. Kumbuka pia tunashare taulo za kike. Mimi zangu nimezitumia, lakini zako zipo vile vile. Sikuingia hedhi sababu ya hali ya hewa. Mambo ya kimbunga Hidaya yamefanya niwe hivi. Unasingizia kimbunga Hidaya? We ficha tu. Zuri, koma. Tena ufunge mdomo. Usije ukathubutu kuongelea hiki kitu mbele ya mama. Tutagombana kwa kweli. Sitaongea, ila usisahau, huwezi kuficha mimba. Lazima atajua kwa namna moja ama nyingine. Zuri alichukua ndoo na kutangulia huku nikimfuata nyuma. Kwangu haikuwa rahisi kukubali kama nilikuwa mjamzito. Mzembezi na Zuri waliniona mapema, sema ni ubishi wangu tu, na sikutaka kuamini. Ili kuwathibitishia kuwa sikuwa mjamzito, nilikuwa tayari kwenda zahanati siku iliyofuata kwa ajili ya kupima. Asubuhi na mapema sana niliaga naenda Siwani, kumbe nilikuwa na safari zangu. Nilinyoosha moja kwa moja mpaka zahanati. Kabla ya kuingia ndani, nikaa nje kwanza nikitafakari nini cha kufanya kama ikitokea ni mjamzito. Maana baba mtoto mwenyewe sikumjua jina halisi na hata hajulikani alipo. Nilijikaza sana, nikasimama na kuingia ndani. Nilifungua faili nikapelekwa moja kwa moja kwa daktari na kumweleza jinsi nilivyojisikia. Akawa amebaki ananikodolea macho tu. Kile kijiji ni kijiji ambacho kila mtu anamjua kila mtu kwa undani. Wazungu wanasema everyone knows everybody. Hata daktari alipokuwa ananishangaa sikujiuliza, maana alijua mimi sikuwa mtu wa wanaume na mchumba pia sikuwa naye. Sasa mimba niliipatia wapi? Hakuniuliza chochote, aliniandikia vipimo na kuniambia niende maabara. Kweli bwana. Nikaenda kupima na majibu yalikuwa yameshatoka ndani ya dakika 5 tu. Karibu ukae Zaza, aliongea daktari. Asante. Nilivuta kiti nikakaa. Majibu yapo tayari na nikupongeze tu Zaza. Unakwenda kuitwa mama. Kiufupi, wewe ni mjamzito. Dokta, unasema? Ndiyo, wewe ni mjamzito. Haiwezekani. Nilianza kulia sana kusikia majibu yale. Kwa nini isiwezekane Zaza? Ulipolala na mwanamume ulitegemea nini Zaza? Na ninakujua kwa kipindi kirefu kweli. Hukuwa na tabia kama hizi. Ni bahati mbaya tu. Oh, Zaza, mimi umenivunja moyo kweli kweli. Na mama yako analijua hili? Hajui chochote dokta.
na kuomba usije ukamwambia wala kumwambia mtu yeyote. Mimi ni daktari na siwezi kutoa siri za wagonjwa wangu. Daktari aliongea kwa msisitizo, ila sikumwamini na namjua jinsi alivyo mbea wa kutangaza magonjwa ya watu mtaani. Dokta, na kuomba tena, iwe siri yetu jamani. Zaza, niamini, sitasema chochote mdogo wangu. Nimeufunga mdomo wangu. Nitafurahi sana kama utafanya hivyo. Kinachobaki ni wewe kuanza kliniki haraka iwezekanavyo. Sawa Zaza? Sawa dokta. Sina kingine cha kuongea, unaweza kwenda sasa. Asante dokta. Nilisimama na kuondoka, machozi yakiwa bado yananitiririka. Niliona maisha yangu yalikwenda kuharibika kwa ujinga wangu. Nilijuta kwa nini nilienda kuonana na Kasim. Ni heri ningeusikiliza ushauri wa mama. Nilipiga hatua kidogo, nikasimama na kutoa karatasi yangu ya majibu. Niliichana na kutupa vipande. Nilipanga kufanya siri mpaka pale nitakapokuwa tayari kumwambia mama ukweli. Wakati mimi napanga langu, kumbe nao walinipangia mengine. Yule dokta bwana aliniahidi kabisa asingefungua mdomo wake, lakini cha ajabu, nilipotoka ofisini kwake na yeye alitoka kwenda kusambaza umbea. Hata nyumbani sikuwa nimefika, lakini habari zangu zilizagazagaa kama teni la Mario. Nilianza kuona watu wakiniangalia kwa macho ya tofauti pindi mama aliponiagiza sokoni. Wengine walinicheka kabisa kinafiki, huku macho yakiwa kwangu. Nilijihisi vibaya kweli. Nilinunua vitu vyangu na kurudi nyumbani. Nilipokuwa nakaribia kufika, Zuri alinikimbia na kunivutia pembeni. Naam, msikilizaji, hiyo ni sehemu ya 4 ya simulizi inayokwenda kwa jina la Zaza. Je, ni kitu gani ambacho Zuri anataka kumwambia Zaza, ili hadi taarifa za kuwa yeye ana mimba zimeenea kila kona ya mtaa? Usikose kufuatilia sehemu ya 5 ya simulizi hii inayokwenda kwa jina la Zaza. Endelea kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe wa kwanza kabisa kupata taarifa tunapokuwekea simulizi hii.